Watu wanateseka kule nje. Ningeomba tu Mungu apatie Agano TV, aipatie tu kibali. Juu watu wengi wanateseka, hawajui wakimbilie wapi. Juu kama si Agano TV mimi singekuwa hapa. Sasa ungekuwa mochari. Ningekuwa mochari kama si Agano TV. Mtumishi wa Mungu huyu mwanaume vile unamuona hivi, anasema kwamba alikuwa amekata tamaa mpaka alikuwa anaenda kujinyonga. Zachariah has been living a life full of stress and agony, having suffered for a very long time. He even wanted to commit suicide to end his suffering. But after meeting the prophet of God, Apostle Dr. Chris, this is what happened. Listen as he narrates his story. Ilikuwa on Thursday last week. Nilikuwa nimefika mwisho kabisa. Mtu anaweza niona hivi anakaa niko sawa, lakini ile shida niko nayo najua mtumishi unaweza niona. Ile shida niko nayo. Ati mtu akikuona na suti anaweza sema niko sawa. Lakini kwetu nimesukuma sana fivo. Watu tumekufa, tuko karibu kuisha. Hata nilihama kwa hiyo bomba, makaburi zimejaa. Hata wewe ulikuwa unataka kujua. Mimi sasa nikaona vile nikijaribu kila kitu inakosekana. Nikijaribu inakosekana. Sasa hii roho ya aibu imenipata. Mimi ni chairman katika shule kule Githunguri, lakini watoto wangu wanafukuzwa karibu kila siku kwa sababu siwezi kuwalipia school fees. Roho ya aibu, na idea zangu zinajenga shule, lakini kwangu siwezi hata nikalipia watoto wangu school fees. So last week on Thursday nikaona mimi nimefika mwisho. Sikuambia mke wangu, lakini nilikuwa nimepanga kufanya hiyo usiku. Lakini ulikuwa umepanga kujua usiku? Hiyo usiku ya last Thursday. Nikamwambia Mungu, kama niko na purpose hii dunia, nataka uniongereshe ama unionyeshe katika ndoto. Lakini kitu saa 11 asubuhi Thursday ukikuja kukucha, nikaota kwetu nimejengea mama nyumba hata kama alifariki, na nimeweka ua fence ya mawe. Vile nimeongea tu hapa. Vile umeongea hapa. Nikaona naongeanga watu wale kama wameketi. Kile naongea hapa kinakuanga cha watu. Celebrate Jesus. Nikaona nimeita wana kijiji ambao wanatudharau sana kwa sababu boma yetu zamani baba alikuwa na pesa sana. Sijui kuliendaje wakafariki, mama akafariki, ndugu zangu, dada zangu. Hiyo boma sasa ndio maskini katika kijiji yetu. Mpaka nilihama, kuna aibu kubwa sana kule, mtumishi wa Mungu. Mimi nimepitia kwa manabii mpaka nimechoka. Umepitia kwa manabii? Nimepitia, nangoa TV yangu napelekea pasta ili tu nifaidike. Badala nifaidike napata tu mashida zaidi. Unabeba mpaka TV kwa nyumba? Yes, napeleka kanisani. Unaona? Nimeteseka mpaka nilikuwa nachukia manabii kabisa. Sasa Mungu akanionyesha. Ulikuwa unachukia manabii sana. Nikiona tu station hivi nabadilisha mara moja, sitaki kuwaona. Ukiona TV hivi nabii unatoa? Sasa on Friday vile niliota, nikamwambia bibi yangu nimeota Mungu hajamaliza na sisi. Sasa nilikuwa na watch Kiambu TV. Daktari akakuja. Mimi nikiona daktari kwa TV akiongelea ugonjwa wa sukari, nasikia kama niko nao kwa mwili yangu. So nilikuwa nabadilisha haraka. Nilikuwa nataka kwenda Jambo TV, kuscroll hivi, TV ndio kama computer. Ikasimama Agano TV. Najaribu kutoa, inakataa. Najaribu kutoa, sasa ikabidi nifinye okay. Kufinya okay, ulikuwa umeketi pale ukasema, kuna mtu ananitazama hapa ananipuuza. Nimetumwa nikufungue, akiangai nitakufungua. Nikasema sasa huyu nabii, sasa tena nabii. God will always send a person. Kuna watu hapa mnanitazama mnanipuuza saa hii na ni Mungu amenituma kwenyu. Upende usipende nitakufungua. Akiangai, haki ya Mungu nitakufungua. Na wakati tunakomboa boma, nataka nikutane na hiyo roho. Nataka nikutane na huyo mtu, huyo mchawi, huyo mtu asiyependa maendeleo ya watoto wengine wafanikiwe. Akiona kandoa kakiinuka, harusi kifanyika, lazima aandike divorce. Lakini nilipenda Mungu wako. Nilimheshimu Mungu wako. Celebrate Jesus, the God of Apostle Chris. Ukaanza kunifutia. Na wewe ulikuwa umekataa manabii kabisa. Tangu Thursday TV kwangu ni agano. Hata kama hatuko kwa nyumba inakaa ikiwa on, ikiwa agano. Nimesimama kiti mara 3. Naacho na kura 3. Naacho na kura 10. Umesimama mpaka kiti? Yes, 3 times. Kura Limuru. Lakini watu wanajua ni mimi. Lakini kura zikihesabiwa wanashangaa kumeenda namna gani. Zimeharibika 3, nimeachwa na 3, zimeharibika kama kura 100 na kitu. Unaona? Hiyo mambo ya abortion, mimba zinapoenda, mimi ulikuwa unaongelea. Hakuna mwanamke mimba kama imetoka kabla hajazaa anaanza kusema asante Yesu, hero kama no Mungu mzuri, mwanda na rogosho. Hakuna. Kila mwanamke hufurahia mtoto ambaye amezaliwa, ako na afya, hata akiwa na siku 3.
anaanzaga kukashika akiongelesha mom, dad, juju na katoto kako na siku moja. Yes. Sababu kanaonekana kana afya na kako kazima. So there are people seated here. Kuna watu wameketi hapa. Wana roho ya abortion katika baraka zao. Ndio. Yes. Baraka zikiwa karibu kuwafikia. Ndio. Mimba ya baraka inatoka. True. Kama hawajafurahia watoto baraka zao. God is telling me that people seated here. Yes. Hata ukiingia kwa uhusiano, inaanzanga kabla haijafika kwa ndoa, tayari hiyo mtoto ameabort. Ukianza biashara hata haijafika mahali pa faida, already umefunga duka. The spirit of abortion. Yes. Nilikuwa na gari, nilikuwa na duka, nilikuwa sina kitu kwa sasa. Nikiweka mifugo inakufa. Inakufa. Mtumishi, okoa boma yetu, nakuomba tu okoa boma yetu. Watoto wetu ni walevi. Nikiwaambia mambo ya church wanasema mimi naabudu devil worship. Hawaamini. Na tunaisha. Mimi ningekuomba tu unikomboe. Munakufa. Tunakufa. Kwetu kumejaa makaburi. Makaburi zimejaa kwa boma Na yetu. ni vifo fani mamangu alilala hakuamuka. Babangu vile sister akija masisi ni pia akapata accident akakufa. Unaona? Munaisha tu. Tunaisha tu. Mimi nilihama hiyo shamba, nilimuru naishi Githunguri. Lakini unajua ulihama, lakini kiroho bado tuko connected. Inanifuata. Lazima utenganishwe. In case nikichinja kuku kwangu, shida zinanianza hapo. Sijui ni mimi ni kitu gani, ama nituchiche tu buzi kwetu. Mambo kuchinja. Yes. Kuchinja kuku ya kukula. Ya kukula, mambo inaanzanga hapo. Ani bora damu tu. Bora tu damu imwagike, mambo inaanzanga hapo. Naona nimejaribu mambo mingi, mimi nilikuwa nimefika mwisho Thursday. Juu sasa sina kazi. Sasa Thursday ulikuwa unataka kujiua? Yes, kwa sababu mwalimu niko na watoto wawili high school. Oh. Napigiwa simu niwatumie fare, sina. Hata sasa nilizima simu. Juu mwalimu ananiambia ni wewe tu hujatuma fare, watoto wako wanaenda kesho nyumbani. Wataenda na nini? Sasa hizo sina pesa. Mimi sadaka nilipigia watu kama 100 kabla nitumiwe shilingi 1000 ya sadaka kutoa hapa. Nikikopa mtu anasema wewe unanijaribu, wewe uko na pesa sana, unanijaribu. Wananiangalia tu hivi, lakini ndani mwangu ninaumia. Mtumishi, tafadhali ningeomba tu unisaidie. Nani anajifunza kitu kutokea huyo ndugu? Oh yes. Nisitoke hapa tu kama sina matumaini, na kuomba tu usinipite tafadhali. Juu mke wangu alikuwa amesema Mungu akusaidie uende kule na ukuje na matumaini ya maisha yetu. Juu tuko mwisho kabisa. Oh, mke wako anaitwa nani? Anaitwa Mary Mweni. Pigia yeye simu. Hawata una credit. Nilikuwa nimezima simu juu nikifungua walimu wanapiga simu nitume. Nipatie simu yangu pale. Patie namba ya mke wako. 0700 297. Sasa ukiona huyo ndugu utaona ni tajiri sana. True. Nyota hakuna. Hello. Habari yako? Nzuri. Naongea na Mary. Unaongea na yeye? Uko wapi kwa kelele? Niko kwa makelele. Wapi? Niko job. Oh. Niko job. Unajua unaongea na nani? Sijajua. Ungependa kujua? Naongea na nani? Nauliza. Unajua mtu anaitwa Apostle Chris? Ati Apostle Chris? Kwa wapi? Wa Agano TV. Nimesikia. Aya, ndio yeye unaongea na yeye. Unajua Zakaria? Namjua. Ni mume wako? Kabisa. Kwani umesikia ni mimi umechange sauti, umetoka kwa kelele haraka aje na uliza Mungu. Nimetoka kwa kelele. Sasa nitakupigia na bwana yako, nataka kukuwasaidia. Sawa. Ni sawa mami? Hiyo nyumba iko na kicheko kuanzia leo. Haki. Ungetamani iwe na kicheko? Kabisa. Nitakusaidia.
God bless you. Nitakupigia na bwana yako. Aya, asante. Mama amechange sauti na kelele ikaisha immediately. Sasa mtu amevaa suti na amekaa mbele, unaweza ona ni kama aposa ako na matajiri, kumbe watu waliumizwa, wakafinywa, wakafinyika. Yes. Don't worry, umekuja tukutengeneze. Amen. As the man of God, Apostle Dr. Chris, was preaching and delivering people on a live broadcast, he mentioned Zachariah. Listen to this. Ukiona mtu anajinyima my daughter, Yes, Daddy. anachukua simu yake na uko kwa TV, Yes. ma TV za siku hizi ziko na ukora. Sana. Sisi hatuko hapa kukuambia sijui ni, tuko tu hapa kukuambia simama na hii TV na okoa watu. Yes. Uliona ule mwanaume wa jana? Ndio. Alikuwa anasema alikuwa anajiua. Yes. Akaona TV Kweli. na akakuja. Yes. Kwanza tunaomba, najua na nitazama, ukuje tumalizane na wewe, ufunguliwe. Amen. Ukuje usapoti huduma. Amen. Ule mheshimiwa alikuwa anaenda kujiua, hajajiua au sio yeye? Hebu simama. Hujakufa? Niliacha kabisa. Baba nisaidie tu, nimekuja. Nilikuona jana kwa TV. Tulikuwa kutazama na mke wangu na watoto wangu, tukafurahia sana. Na nikasikia ukisema nikuje tumalizane, nimekuja tumalizane. Amen. Kwisha. Huyu jamaa alikuwa anajiua. Oh yes. Haki, Mungu abariki Agano TV. Inasaidia watu sana. Amen. Imagine huyu tungepoteza huyu mtu Thursday. True. Alikuwa anaenda kujiua. Ulikuwa unajiua Thursday au? Thursday last week nilikuwa nimepanga hivyo. Lakini nikashindwa ni wapi nitaenda kufunguliwa. Maana umetembea kila mahali. Nimetembea mpaka Kampala, nimeenda Kilifi. Kama nimesikia pastor akisema hivyo ni gharama. Anaweza kumwambia kwenda Kampala for those 4 days. Una spend a lot. The man of God is now praying for Zachariah to get delivered in Jesus' name. Watch what's going to happen. Receive yours. Pokea yako. Receive yours. Pokea yako. Lift him. I want him to receive 3 times. Double portion. Wow. Bring him. Wow. Double portion. Watch what is happening. Impartation. From Double your head. portion. You are a king. You will control. Watch I this. release in you the part of a beast, My a God. lion. You will roll. You will roll from today. The heart. In you. Celebrate Jesus for that impartation. This is your husband. Come. Mme wako Joe. This is your husband. Huyu ni mme wako. This is your wife. Huyu ni Ni mke bibi wako. yangu. Huh? Ni mwenye ulipigia simu hapa. Wewe ndio ulikupigia simu ukisema uko kwa soko nikiwa hapa. Ni mimi. Wow. Uongo. Ni mimi pastor. This is your wife. Ni yeye. Wow. Halo? Habari yako? Mzuri. Naongea na Mary. Unaongea na yeye? Uko wapi kwa kelele? Niko kwa makelele. Wapi? Niko job. Oh. Niko job. Unajua unaongea na nani? Sijajua. Ungependa kujua? Naongea na nani? Nauliza. Unajua mtu anaitwa Apostle Chris? Ati Apostle Chris? Kwa wapi? Wa Agano TV. Nimesikia. Aya, ndio yeye unaongea na yeye. Tunakushukuru tu Apostle juu umetupatia matumaini. Amen. Bwana alikuwa anataka kujua. Alikuwa anaenda. Oh. Alikuwa amesema amefikwa mwisho maisha. Nikwambie kitu. Niambie. Nyumba yako iko na mfalme. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaona huyu mwanaume? A king has been found. Anafungulia mlango kama queen. Maana huyu hana madharau. Amen. I know.
Zechariah and his wife are being given a word of prophecy by the prophet of God, Apostle Dr. Chris. Listen to what it is all about. Atakuwa anakuambia babe, tunachelewa kwenda church. Wow. Pigia Yesu makofi mazuri. And listen, mark this day. Amen. You will tell me. Utaniambia. Because nataka kuachilia roho ya utajiri, maana mnayo ni kuchukua ili chukuliwa tu. Yes. Ni kweli apostle. Unajua huyu mahali mnakaa huko ndani anaitwanga mheshimiwa. Anaitwanga mheshimiwa. Hiyo hata wajui jina yangu. Hawajui jina yake, wanamuitanga tu mheshimiwa. Wanamuita mheshimiwa. Yes. Mheshimiwa mwenye hana kitu. Kabisa. Ana. Yes, ana. Listen to this. Can we bless this family? Yes. Wangapi wanasema hapa nyota ichomoke ya uongozi, mtu awe mkubwa hapa. Ichomoke kwa jina la Yesu. Stretch your hand to this family. Amen. Kuna kitu nitakufanyia tu pamoja na mke wako. Sawa? Nikishafanya hiyo kitu. Yes. Hata wewe mwenyewe utashukuru. Thank you apostle. Sawa. Asante. That deliverance is now taking place. Our Lord Jesus Christ is the deliverer. Watch what's going to happen. Chilia mali yake, chilia milango yake, fungua, fungua mikono hii, pata utajiri. The mighty name of Jesus. Nafungua biashara zako kuanzia leo. Nenda ufanikiwe na mume wako. Pigia Yesu makofi mazuri kwa huo ukombozi. Hug your husband. Watch what is about to happen. The power of God. Hawa wataishi hivi wakiwa wamependana, walalenge hivi. Amen. Na hii mikono isichoke kwa mke wako. Amen. Na hii mke, hii mikono isichoke kwa bwana yako. Amen. Na hii mikono ikae na pesa. Amen. Zingine hata msahawingi hapa kwa pilo. Ziwe mingi mpaka zingine ziko kwa pilo hapa. Amen. Hapa. Amen. Hapa. Oh yes. Hapa. Oh yes. Wabariki. Yes. Amen. Thank you, Jesus. After prayers, Zechariah and his wife came with a testimony to what the Lord has done in their lives. Listen as they testify. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafungana wakati wa jioni kama kuna baridi. Saa hii sifungani, niko sawa, nalala vizuri. Unalala vizuri? Kabisa. Au unalala vizuri? Hapana. Nilikuwa na ngorota. Sasa unalala? Niko sawa kabisa. Haya, mzee anasema nini? Na huyu ndio bwana yake alikuwa anataka kujiua. Mzee tuambie, tayari umeanza kuona mabadiliko? Sasa niko na furaha, njia zimeanza kufunguka. Mke wangu amekuwa na shida hii kwa miaka kama 4. 4 years. Ukifika saa kama hizi anafungana, labda apumue na mdomo. Lakini tangu tuombee hapa, hiyo kitu iliisha. Iliisha kabisa. Na wewe ulikuja hapo kutaka kujiua, sasa hujiui? Mimi niko sawa baba. Niko sawa kabisa. Utainuka uinue haya madhabahu kwa jina la Yesu. Amen. On a separate date, Zechariah came to confirm that the Lord is opening his financial doors after prayers with the prophet of God, Apostle Dr. Chris. Listen to this. Kama kuna mtu alifika hapa akiwa mwisho, ni mimi. Yes. Nikapatana na dadi pale. Nakumbuka ulikuwa unamwambia ulikuwa unataka kujiua. Kabisa. Ulikuwa umefika mwisho. Sasa nikakuja one nikakutana na dadi pale. Nikamwachia fista ya watoto wangu. Yes. Sikujua atarudi shule namna gani. Ndio. Lakini kwa neema ya Mungu nikapata kazi. Nikafanya kazi tu siku 2. Yes. Nikapata fees yote na nikalipa. Wow. Sasa hizi watoto wangu wako shule. Yes. Hata fees bado ziko huko sijazibeba, ziko kwa madhabahu sijazibeba. Lakini Mungu amenitendea. Saa hii watoto wako umewalipia school fees, wako shuleni. Yes. Na kazi ya pili, hawa ndio bado sijamaliza, bado naendelea. Yes. Wakaniambia wangetaka kuja kuona ile kanisa ambayo huwa ninaenda. Na najua wako hapa. Yes. Yes. Amen. Someone celebrate Jesus. Wako wapi hao ambao ni wadosi wako? Wow. Tuwapigie makofi mazuri. Since joining this altar,
It has been testimony after testimony. Today Zachariah is here yet again with a greater testimony of victory. Listen to this. Nabii wa Mungu Zachariah yuko hapo kushuhudia makuu ambayo Mungu wako amemtendea. Yes. Anashuhudia kwamba wakati alijiunga na haya madhabahu hakuwa maisha hayakuwa sawa. Na chochote nabii umekuwa kimtabiria anaeleza na kushuhudia kwamba kimekuwa kikitimia. Yes. Na cha kushangaza kwa sasa nabii wa Mungu ulimtabiria gari. Yuko hapa kushangilia Mungu wako amenunua gari extra na iko parking. Haya. Hallelujah. Haya, tusikie ushuhuda Zachariah. Nani mtenda miujiza? Yesu. Nataka kumshukuru Mungu haya madhabahu kwa sababu mimi niliingia hapa kama niko down sana. Ulikuwa hata unataka kujiua? Nilikuwa nimepanga kujiua, nikapata Agano TV. Nikaingia. Na ukanipenda tu kwa sababu sikuwa na chochote. Ulinipenda tu kaanza kuniallocate. Sasa unaambia kwanza uliniambia unaona gari. Nikiimagine hata sina unga kwa nyumba. Na umeniambia tunaona gari. Nikashindwa sasa ni mambo gani sasa? Sikuwa na fare. Unaambia kwanza naambia kwamba utakuja kununua gari. Nikashindwa sasa mtumishi. Ukashangaa vitu, huyu mtu amechanganyikiwa. Yes. Nikiangalia ile situation niko na vile unaniambia ilikuwa different sana. Na kusema ukweli najua watu wengi walitujua tukiingia mahali hapa. Na huyu ni mke wangu nampenda sana. Mke usonge karibu. Songa na bwanako kwa takawaya. Yes. Sasa zile unaambia umekuwa ukiniambia sikuwa na kazi wakati huo. Sasa hizi mimi nimeajiri wafanyikazi. Sasa hiyo maajiri wafanyikazi? Yes. Sasa hizi nimeajiri wafanyikazi na watoto wangu hawakuwa hata na school fees. Nikakuletea fee structure yao na unajua naweza kumbuka. Uliniletea fee structure? Yeah, walikuwa na madeni. Sasa hizo nilikuwa na house rent ya deni ya 70,000 sikuwa nimelipa. Watoto kwa neema ya Mungu wakaanza kurudi shule. Hata kijana wangu amemaliza form 4 ako hapa, msichana ako form 4 this year na wengine pia wako shule. Ulikuwa unafukuzwa kwa nyumba. Yes. Na unakuja hapa na kutabiria gari na hauna unga kwa nyumba. Na sina hata unga, nikashindwa sasa ni mambo gani sasa haya. Nilikuwa naona kama ni story tu. Lakini nikaamini Mungu wako. Kwa sababu nilipokuwa natazama maushuhuda za watu, nilikuwa naona zinatimia. Na nikawa na imani sana. Ulikuwa unaona nikitabiria mtu inatimia? Inatimia. Mashini ndio hiyo? Mashini ndio hiyo. Shangilia Yesu mtu wa Mungu. Piga vigelegele. Hallelujah. Wewe aminingi hata nikikwambia unaenda ng'ambo, wewe amini. I believe it. Mtu hana unga. Na unamwambia utaniletea gari. Sasa si imetimia? Imetimia. Nilikwambia utaniletea gari na mimi ndio nitabariki. Yes. Nani anaenda kubariki hiyo gari? Ni wewe nabii. Sicheze na mimi wewe. Patia Yesu makofi mazuri. Pia ukatabiria kwamba nitakuwa nakutana na watu wakubwa. Sasa nilikuwa nashindwa nitaanzia wapi. Nilikwambia utakuwa unakutana na watu wakubwa. Yes. Sasa hizi wale watu nakutana nao ni watu wakubwa wananipatia contracts. So nashukuru Mungu wako sana. Neno la nabii ni sheria. Mrembo. Yes, baba. Nakumbuka nikikutabiria nilikwambia bwana yako atakuwa anakufungulia mlango ukiingia kwa gari yenyu. Amen. Yes. Nikwambie kitu. Niambie. Nyumba yako iko na mfalme. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaona huyu mwanaume? A king has been found. Anakufungulia mlango kama queen. Maana huyu hana madharau. Amen. I know. Atakuwa anakuambia babe, tunachelewa kwenda church. Wow. Pigia Yesu makofi mazuri. And listen, mark this day. Amen. You will tell me. Utaniambia. Because nataka kuachilia roho ya utajiri, maana mnayo ni kuchukua ili chukuliwa tu. Yes. Ni kweli apostle. Imetimia? Yes. My God. Neno la nabii ni sheria. Na nikimtabiria hakuwa na unga. Sikuwa na unga, hata nakumbuka siku yenye alikuja kama hana fare. Akaniambia tafuta mtu kope 200 unitumie ndio nirudi.
Hata fare kukuja ulimkopea 200. Nilimkopea 200. Alafu anakuja kwa mtu na anaanza kumwambia utaendesha Utanunua gari. That's what we call a miracle. A miracle is something you didn't expect. Miujiza ni kitu haukutarajia. May it happen to you in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. So saa unakutana na masonko. Saa hizi nakutana na watu wakubwa hii Kenya. Watu wakubwa. So mashini hii, hebu tuone mashini. Hii gari ni yako. Mtu mwenye alikuwa nakosa unga. Na haina deni. Na haina deni yote. Hapana. Shangilia Mungu wa madhabahu haya. Sasa nikikwambia waacha wakudharau, lakini wakati unafika. Am I telling somebody here? Hello. Hello. Ukiona Mungu kwa jirani, jua atapitia kwako. Amen.